Ukaribishe kwenye channel ya Apostle Johannes John. Leo nataka nikufundishe kama wewe ni mhanga wa ndoto mbaya na umeshakata tamaa kabisa kwenye maisha na hujui kwa nini haya yanakutokea, umeomba sana, labda umekemea sana, lakini ndoto hazibadiliki. Washangaa vita inazidi kuwa kubwa na ndoto mbaya zinazidi kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ni vizuri ufanye haya haraka. Kitu cha kwanza, jifunze kusamehe na kuachilia na kuombea mema waliokukosea. Cha pili, omba toba ya kweli na acha kile unachoombea toba au ile dhambi ambayo inakuzunguka. Lakini tatu, amua kubadili mfumo wa mawazo yako, teka nyara fikra zako na mawazo yako na matendo yako vimtii Kristo. Lakini nne, kubali kutii Roho Mtakatifu akuongoze kwa kufuata ndoto, maono na sauti yake na ishara zake na kuzifanyia kazi. Lakini kitu cha tano, kuwa tayari kusoma neno, kuomba, kufunga, kukesha na kuishi maisha matakatifu. Lakini sita, kimbia dhambi binafsi zile za ukoo na za asilia kwa kuokoka na kuwa tayari kutubu na kuwa tayari kubadilisha mfumo wa maisha yako. Lakini pia na kuwa tayari kuingia kwenye maombi ya mfungo au maombi ya siku labda 40 au siku 7 au siku 21 kwa ajili ya kujitenga na hizo roho. Lakini 7, kubali kubatizwa na kuokoka. Lakini 8, lazima ukubali kuishi maisha matakatifu. Lakini 9, kubali kujua wito wako ni upi, maarifa sahihi ni yapi unayohitaji. Lakini pia kubali kutembea katika uhakika wa kile ambacho Mungu amekuitia. Kwa sababu tunaweza kuwa tunaishi, kumbe tunaishi nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo unapoishi kwenye mapenzi ambayo si ya Mungu, asilimia kubwa huwezi ukashinda ndoto za shetani. Amini, ndoto ambazo ni za mabaya, kwa sababu ina maana uko nje ya mapenzi ya Mungu. Na Mungu anapokuonesha ndoto, lengo ni kukuonya, lengo ni kukubariki, lengo ni kukuinua, lengo ni kukubadilishia mtazamo, lengo ni kuhakikisha nafsi yako isishuke shimoni. Kwa hiyo anakuonya mapema ili uchukue hatua. Lakini mwisho kabisa, lengo uchukue hatua ya kujitenga na watu wasio sahihi, vitu visivyo sahihi na hali zisizo sahihi. Kumbuka hao watu au hivyo vitu au hayo mazingira tukibaki nayo kwenye maisha, hatuwezi tukashinda mipango mibaya, kwa sababu tuko kwenye mikono ya adui. Kwa kazi ya Roho Mtakatifu atakuwa anatufunulia yanayoendelea mahali tulipo, ili tuweze kuchukua hatua na kurejea katika misingi sahihi, na hapo ndipo tutaweza kushinda. Kumbuka hapa duniani unaweza kushinda na unaweza kumpendeza Mungu, na ndoto zinaweza kubadilika, mfumo wa maisha unaweza kubadilika, na unaweza kuanza kushinda rohoni na mwilini pale unapoamua kuchukua hatua ya kukaa katika misingi mizuri ya kimungu na mapenzi ya kimungu. Haya mambo 10 jitahidi kuyafanya, maana haya yataweza kukutengeneza, kukuchonga, kukuwezesha na kukuimarisha, na kupitia haya unaweza kushinda ndoto mbaya zozote. Kumbuka mfano Nebukadreza alipoota ndoto mbaya, kuona mti unakatwa, yani maisha yake yanaondolewa na kupelekwa porini. Alipopewa shauri na Daniel akamwambia, tubu dhambi zako, ukatende haki na ondoa uovu wako ili ukawahurumie wahitaji na maskini. Akakataa. Alipokataa, mabaya alimkuta, na sauti ikatoka mbinguni ikamwelekeza vile vile kama Daniel alivyomshauri. Kumbuka haya ninayokufundisha ni maelekezo ambayo Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia ili uweze kushinda. Kwa hiyo unapoyazingatia, ukayafanyia kazi, ukarekebisha maisha yako, unaweza kushinda. Kumbuka ndoto mbaya haziji muda mwingine kwa sababu moja tu. Yaani unakuwepo muunganiko wa sababu na mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama haya nilivyoyagusia haya, ukianza kuchunguza moja moja, unajirekebisha, unashangaa yote ukashayafanyia kazi. Nakupa uhakika utaanza kuona mabadiliko, ndoto njema, baraka za Mungu na mafanikio ya kimungu utaanza kuyaona rohoni na mwilini. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus name. Shalom.